Yesu asifiwe. Amen. Kama sio Mungu, wengi hatungekuwa hai, lakini kwa sababu ni Mungu na ametukubalia tuko hai, kuna sababu. Amen. 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 Kuna sababu. Kwa nini wewe utaenda? Kuna sababu. Wewe ni mzuri kuliko wale? Hapana. Lakini kwa sababu ya neema uko vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi kwa sababu ya vile Mungu ambaye ananena katika madhabahu yake, ninataka kusema ya kwamba mimi nimeokoka na mpenda Yesu. Naitwa Joshua Ogana, Mapasta Joshua. Na nashukuru kwa sababu ya kibali cha neema Mungu amenipea ili nikapate kutangaza usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Basi kwa sababu hiyo kuposa niko hapa katika nyumba ya neema. Bwana Yesu asifiwe. So nashukuru sana kwa sababu Mungu yeye ni mwaminifu na mweza katika njia zote, na hivyo inatukuza yeye kwa sababu yeye abadiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kutoka kwa kanisa hili la Revealing the Lost Glory, Bwana Yesu asifiwe, nimesimama hapa ili nikapate kunena yale Mungu ambayo amenipa na kuweka ndani ya moyo wangu kupitia kwa andiko lake, ili nikapate kushukuru. So ninashukuru sana kwa sababu yeye ni Mungu ambaye aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ningependa tukapate kusikiza neno la Mungu. Kwa nini leo napiga kelele saa yote? So kwa sababu hiyo nimekubali ya kwamba nikapate kukaribia Mungu katika kulisoma neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa haraka, kwa sababu muda wetu umeenda, tuliweza kumalizia pale kwa maji mengi. Ningependa tukapate kuingia kwenye kitabu cha Matthew chapter 19. Mathayo mlango wa 19 mstari wa 27 mpaka wa 30. Matthew chapter 19 verse number 27 to verse number 30. Pia nitasoma 28, 16 to 20. Maandiko yanasema katika 19 mstari wa 27 mpaka wa 20 mpaka wa 30, nasema hivi kwa Kisungu. Peter answered, "We have left everything to follow you. What then shall be there for us?" Jesus said to them, "I tell you the truth. At the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or children, or fields for my sake, will receive 100 times as much as, and they will inherit eternal life. But
Many who are first will be last, and many who are last will be first. 28 29 yani 28 28 16 mpaka 10 mpaka 20 28 Mathayo 28 Matthew 28 sorry 16 mpaka 20 nasema, then the 11 disciples went to Galilee, the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Basi ningependa tukapate kuomba. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako Jehova. Wewe ni mtakatifu sana. Wewe ni mwingi wa rehema. Wewe ni Mungu ambaye aliye juu. Wewe ni mwanzo tena mwisho. Wewe Baba ni tumaini la uzima moyoni mwangu. Wewe ni tumaini la uzima moyoni mwa kanisa. Wewe ni tumaini Baba kwa kila mtu ambaye amenyenyekea. Tunapolisoma neno lako wakati kama huu tumelisoma, na Mungu ambapo tunaponena kukusikiza, unaponena pamoja nasi, naomba neema yako ikashuke naye imejaa katika anga hili. Tunapotoka kutoka asubuhi kulipoenda kwa maji mengi na kurudi katika kanisani, sasa tunaposikia vile tunasema, Baba tuambie, tumekuja tumeleta roho zetu tukiwa na shauku kuu, na kwamba tunahitaji kulisikia kutoka kwako. Baba, fungua mlango tukapate kusikia. Baba, fungua madirisha utusaidie kwa sauti. Baba, katika usingizi na mambo yanayofanya tusikapate kulishika neno ya funde, ili Bwana tukalisikia neno hili. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa kuzungumza neno la Mungu kwa wakati huu, na kichwa chake kinasema, the one who will sit at the 12 thrones receive 100 times as much and inherit eternal life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeyote atakayekaa akihukumu makabila 12, ni yule atakuwa amepokea ama atapokea 100 times na baadaye uzima wa milele. The one who will sit at the 12 thrones, wale watakaokaa katika zile viti Mungu atatengeneza ili wahukumu na Kristo, atapokea mara 100 na pia atapokea uzima wa milele. Amen. Yule mtu atakayesimama amalize safari yake vizuri, inamaanisha hivi, atakaye hukumu ama atakaye kiti. Bwana Yesu asifiwe. Atakaye kiti na aweze kuhukumu wale makabila 12 pamoja naye Yesu, atapokea mara 100 na pia atapokea ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Nimesoma kutoka Matthew 19:27 to 30, pia 28:16 to 20. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ningeanza kuongea. Nikasema kichwa cha habari ya leo, atakaye keti na kuhukumu makabila 12 wa Israeli. Yule ataketi katika wale wataketi katika hivi viti 12. Wale watachaguliwa ni wale watu wamemaliza safari yao vizuri. Wale watakao keti, the one who will sit at the 12 thrones will receive 100 times as much and inherit eternal life. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa watu wa Mungu, wapendwa watu wa Mungu, many shall miss heaven due to their ignorance. Wapendwa, wengi watakosa mbinguni kwa sababu ya kutoelewa na kukataa. But God has sent me as his servant bound to earth to enlighten you. Lakini Mungu amenituma katika dunia hii na sahili ili nikapate, wapendwa, nikapate kwa kufungua moyo, ili nikapate kukufunulia siri